Kodi ya sita: unapoomba, Mungu anakupa kulingana na uwezo wako wa kuona ulioko ndani yako. Mungu hawezi kukupa mambo makubwa kama uwezo wako wa kuona ni mambo madogo. Mungu anatujibu kulingana na nguvu ya kuona iliyomo ndani yetu. Biashara yako haiwezi kukua zaidi ya unavyoiona katika ulimwengu wa kiroho. Maisha hayawezi kubadilika zaidi ya unavyojiona. Huwezi kuwa tembo kama wewe unajiona fisi. Yule mfanyabiashara aligawa talanta kwa watumishi wake kulingana na uwezo wao wa kuona. Aliyeona mbali alimpa pakubwa, na aliyeona karibu alimpa padogo. Haka kastori huwa nakapenda kwelikweli. Hebu tukasome kote. Kanapatikana katika kitabu cha Mathayo 25 mstari wa 14 mpaka wa 30. Mtu atakaye kusafiri aliwaita watumwa wake, akaweka kikao, akaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake. Yeye akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida ya talanta nyingine 5. Vilevile na yule mwenye 2 naye akachuma nyingine 2 za faida. Yule aliyepokea 1 alikwenda akafukua chini, akaificha fedha ya bwana wake. Mwamba alimmaindi sana huyu mtu wa tatu. Alimuona chenga sana, akasema, mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliye nazo talanta 10. Umepewa risasi, anakuja adui, badala ya kufyatua unapiga simu kwa za polisi wa kuruhusu ufyatue. Uwezo wako wa kuona ni mdogo kama mtumwa wa tatu. Maombi yasiyoambatana na nguvu ya kuona ni matumizi mabaya ya muda. Kazi ya maombi ni kuchochea nguvu ya kuona ifanye kazi. Kama una maono makubwa, omba makubwa, Mungu atakupa makubwa. Kama una maono madogo, ukaomba makubwa, hapo unapishana na Mungu. Mungu hawezi kukupa milioni 10 na wakati akikupa 100,000 hulali nyumbani. Akikupa milioni 10, si utakufa? Mwamposa anatuasa tuachane na maombi ya hasara, maombi ya kupoteza muda, maombi ya kuomba tofauti na kuona kwetu. Hata ukeshe unaomba vipi, uweze kujibiwa tofauti na kile unachoona moyoni mwako. Umefukuzwa kazi, unaona kufa njaa, hapo uwezi kupewa ajira. Mwamposa anasema waombaji wengi wana hali ngumu ya kimaisha kwa sababu hawajui kanuni. Wanajihudi kwa ajili ya Mungu lakini si katika maarifa. Kanuni ni moja tu, utajibiwa kulingana na nguvu itendayo kazi ndani yako na si kadiri ya kuomba kwako. Hii iko katika kitabu cha Warumi 10 mstari wa 2. Hii haina maana kwamba tuache kuomba. Hapana, maombi ni booster. Usipoomba utachelewa sana. Maombi ni muhimu, lakini tuombe maombi ya faida na si maombi ya hasara. Huhitaji kuutambua utendaji kazi wa shetani. Karibu, ofa ya birthday inaendelea. Ni vitabu 13 kwa shilingi 10,000. Karibu, jipatie soft copy kwa M-Pesa namba 0753665484. Vitabu hivi hapa: Malezi, mwandae mwanao kuwa na hadithi nzuri. Biashara huanzia kichwani na siyo mfukoni. Fikra tunduizi, tungo za kufikirisha. Wasomi huru gerezani. Maisha ni kutafuta, siyo kutafutana. Ukombozi wa fikra za Mwafrika. Fungua ubongo, miamba ya Afrika. Viongozi walioandika majina yao vibaya. Mbinu 16 alizotumia Yesu kutoboa. Viongozi wanaoishi baada ya kufa. Fahamu ya ndoa kabla ya ndoa, na ukombozi wa fikra. Cheers kutoka kwa muhenga wa karne ya 21, Mwalimu Dennis Mpagaze.